na hivyo ndivyo unapoteza hatima yako. Mungu anakuambia wacha hii, fanya hii, ili anakuambia haufanyi, na ile ambao unakatazwa unafanya, na pole pole unakuta umepoteza kile ambacho Mungu alikuwa anataka utimize. Ninatangaza kuanzia siku ya leo, Mungu akupatie neema. Somebody declare, I refuse to pay the cost of failure. In the mighty name of Jesus, declare, I refuse to fail for a lifetime. In the mighty name of Jesus. Kuna watu wengi walikataa kulipa hiyo cost of failure. Joseph hata wakati aliposhikwa na mke wa Potiphar alisema, I cannot pay the cost of failure. This will be too expensive for me. Nitalala na huyu mwanamke, lakini na mimi ile ndoto na maono Mungu alinionyesha nitaipoteza. So Joseph akasema, afadhali uachwe na nguo, lakini sitakubali kulala na wewe, because nikilala na wewe basi it will be too expensive for me. Ya kwamba Mungu aliyekusudia ndugu zangu, wazazi wangu wataniinamia, na nitakuwa msaada mkubwa kwa mataifa, because alileta wokovu Misri na akaokoa watu wao, hangefika mahali pale. Why should you pay the cost of failure? It is too expensive. If you compare with what God would like to do with your life, unaweza kusema ninadharau, hii gharama ni kidogo sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unajua kudharau ni ile koira. Unajua zamani nilikuwa naona kuku ikichinjwa nyumbani na tunafurahia wazazi wetu. Unajua ukichinja kuku moja na unagawiwa watu 10. Na kila mtu anataka kula mguu, na kuku iko na miguu miwili. Bwana asifiwe sana. So kuna mtu tu ungeagua na shingo, na ile tumadharigo ya kuku. Unajua tumadharigo ya kuku inakuanga na tunyama tunakaa kama karatasi ya nylon. Unajaribu tu kuitoa, na iko na supu, na hiyo ndio utakula ugali naye. Yani kuna wakati ungewekewa unaangalia tu hivi, na mama angeona umeidharau ile macho umeangalia naye, because ni kama alikuwa anakupatia, haangalii mkono, anaangalia macho. Ni kama, yani that is what the Bible says, that Jesus conned. Yani akasema hii ni kitu kidogo, hii kufa msalabani, nikiangalia furaha iliyowekwa mbele yangu, nikiangalia ukuu ambao nitaweza kupatia watu wengi, akasema hii ni kitu kidogo. Wapendwa, na wewe unafaa kuangalia maono yako na useme tu, kama naweza timiza haya maono, hiyo gharama ambayo ninapaswa kuilipa, na nione jamii iliyo na furaha, na nione kusudi la Mungu likitimia katika maisha yangu, hili ni jambo dogo sana. Afadhali nikaweze kusimama na kulipa gharama. Tunakataa roho ya Esau katika jina la Yesu. Tunakataa roho ya Gehazi. Wakati Gehazi alifuata mavazi, Elisha alimwambia, huu ni wakati wa kufuata vitu kama hivi. Haujui hii manto ambayo niko naye inafaa kuja kwako. Elisha alikufa na manto kwa sababu Gehazi alishindwa kulipa gharama ya success. He paid the cost of failure, and the cost of failure on Gehazi was so expensive that he became leprous. Ile ukoma ya Naaman ilimrudia. Hiyo gharama ni kubwa sana. Mtu ambaye angetumiwa kufufua watu, mtu ambaye angetisha wafalme, because Elisha alikuwa anatisha wafalme kwa kufunua mipango yao, na hiyo ndiyo manto Gehazi angeachiwa. He decided to pay the cost of failure. Kwa sababu ya mavazi kidogo na pesa kidogo, akachukua hizo vitu, and he lost his vision and destiny. That is why I'm saying the failure is so expensive, and the people who pay the cost of failure, kuna wakati wewe unakaa hivi unajidharau, unasema kwa nini singefanya hii, kwa nini singefuata hii njia, kwa nini singejinyima kwa njia hii. Ninaomba ya kwamba you will never live to regret.
And that is why this week when we started with the message of restoration. Ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Si Mungu aachilie nguvu za urejesho. Si arejeshe wengi. Hata kama ulikuwa umeondolewa. Hata kama kuna makosa ulifanya. Naomba huruma za Mungu. Naomba huyu Mungu ambaye hupatiana nafasi ya pili, akupatie nafasi ya pili, na wewe uamue katika jina la Yesu ya kwamba hautarudi nyuma tena. Receive the grace of restoration tonight. Bwana nirejeshe katika mapenzi yako. Bwana nirejeshe katika makusudi yako. I refuse to pay the cost of failure. It is too expensive. In the mighty name of Jesus. Unafikiria watumishi wale Mungu alikuwa amewapaka mafuta, walikuwa wanatingiza ufalme wa giza, wakaanguka na usharati? Unafikiria wanasikianga namna gani? Tii kulala na wanawake ndio ilifanya sasa nipoteze hii kipawa, ipoteze upako. Vile nilikuwa msaada kwa wengi, vile nilikuwa naletea Mungu utukufu. The cost of failure is too expensive. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wacha kuuza urithi wako supu ya dengu kwa sababu ya chakula, kwa sababu hauwezi kuamka ukaomba, kwa sababu hauwezi kufunga, kwa sababu there is a sacrifice. Kwa nini Ibrahimu wakati aliambiwa atoe Isaac aliamka mapema? Because alijua the cost of failure is too expensive. Naweza kataa na huu mtoto, lakini mambo yale yote Mungu ameniahidia sitawahi kuyaona. Akasema afadhali nipatie huyu Mungu mtoto, because Mungu ako na uwezo hata majivu ya Isaac akanirudishie mtoto. Praise the name of the living God. That is a mind that was in Jesus. Ya kwamba hata kama alikuwa Mungu, alinyenyekea kuwa mwanadamu, kutembea katika barabara za Kapernaumu akiwa amevaa sandals, akiwa mwanadamu wa kawaida, akaja afe msalabani kwa sababu aliona furaha iliyowekwa mbele yake. Wapendwa, hakuna furaha kubwa kama wewe kutimiza hayo maono umeandika usiku wa leo. Ninaomba Mungu akupatie neema. Lipa gharama inayohitajika. Nikwambia kuna mtu mmoja alichukuliwa in a trance, akawa anatembea katika yale maono. Kulikuwa na malaika, akaona mtu anakuja upande ule mwingine, alikuwa anakaa more successful, anakaa kona utukufu. Alipokuwa anamwangalia anakaa kama yeye, malaika akamwambia, that is a person you are supposed to be, but you refuse to pay the cost. Praise the name of the living God. Kuna watu kwa kulipa gharama kidogo Mungu amewainua viwango vya juu, but they decided to pay the cost of failure. The cost of failure is your compromise. The cost of failure is your laziness, your lethargy. Yeah? Ile tu unakaa tu kwa blanketi, unasikia ni kama hata Roho Mtakatifu anakutapu uamke, lakini unaendelea tu hapo kungorota. That complacency. Unashindwa kujitoa. That is a cost of failure. Because the Bible says a little sleep, a little slumber, a little folding of hands, and poverty will come upon you like an armed man. Bwana asifiwe sana. Ninaomba katika jina la Yesu, you not pay the cost of failure. Wewe hautaingia kwa usherati, hautaingia kwa usinzi, hautaingia kwa mambo machafu katika jina la Yesu. Hautauza urithi wako supu ya dengu, hautakuwa kama Ruben. Praise the name of the living God. You are not going to lose your greatness in the mighty name of Jesus. I declare, may you receive grace that whatever you are required to do, that you have that self-imposed discipline. Vile zamani mtu angeweka maji kwa karai, unaweka miguu kwa sababu unasema siwezi kuanguka hii mtihani. Unasoma kwa bidii. Hiyo discipline ilienda wapi? Na hiyo sio mwalimu anakuwekea. Wewe unajiwekea mwenyewe. Unasema I cannot afford to fail. Lakini kuna mtu mwingine anacheza tu. Leo ndio ana regret. Anasema kama ningesoma, kama singecheza na masomo, singekuwa mahali niko siku ya leo.
Bwana asifiwe sana. The cost of failure is very expensive. Praise the name of the living God. I pray that none of us is going to pay the cost of failure. Wengine siku moja utakosa kuingia mbinguni. Na utaangalia ni nini? No tututu nini tuagiria nyingire. Ni mambo madogo tu. Bweha wadogo tu ndio wanaharibu mizabibu yako. Mizabibu yako ingekuwa imechanuka. Lakini kuna bweha wadogo, tu mambo tudogo umeshindwa kushughulikia. Mizabibu yako, maono yako, your gift would be found into frame. I pray that in Jesus' name, that you're not going to pay the cost of failure from today. Receive the grace to pay the cost of success in the mighty name of Jesus. Wacha nikuambie mpendwa, kile kilifanya Yesu adharau kifo cha msalabani ni kusema kile ninachofanya ni kidogo sana nikilinganisha na kile Mungu atafanya. Hata kama huwa tunaongea juu ya gharama, wacha nikuambie kile Mungu anataka ufanye ni kidogo sana ukilinganisha na kile Mungu anataka kufanya. Praise the name of the living God. Niliita the cost of enforcement. Baraka, kila kitu Mungu amefanya, Yesu amelipa gharama. It's just to enforce that victory. Your prayer, your fasting, your giving is just to enforce and to tell God, I agree with what the Lord has done for me. Praise the name of the living God. That no one will pay the cost of failure. Kwa nini nasema mambo haya? Ni kwa sababu vile wanadamu wameumbwa kama vile nilivyoanza, hakuna mtu ambaye huwa hana maono. Kwa hivyo usione kama there is something so special unafanya. Hata wale hawajaandika maono, hata wale wanaranga kwa mitaro, hata wale wako kwa gereza walikuwa na maono. They had a vision. Because hakuna mtu anataka maisha yake yaende vibaya. So wenye maono ni wengi, lakini wenye kutimiza, wenye ndoto ni wengi, lakini wenye kutimiza ni wachache. Bwana asifiwe sana. So unaweza kuwa moja tu wa kusema niko na maono, niko na ndoto, lakini usipofanya kile unapaswa kufanya ndio utimize maono yako, utakuwa unatuonea kwa viu sasa.